bedo kataya. Moyo wangu wa wokovu inanidai sana. Monda timne na watikuma Yesu nugola. Nifanye ushuhuda niseme yale ambayo Yesu alimtoa. Na sababu gani bado niko hapa? Kule nyuma neno la Mungu nilipata 2024. Waliniokoa na nikapata neno la Mungu vizuri. Tena vile mwenendo unaenda sana. Kuna vile nilirejea nyuma. Baada ya kurudi nyuma, jinsi ile utu wa kale lazima irejee. Moyo ya ukali na hasira iliniingilia moyoni mwangu. Ilifanya siwezi kuelewana na wenye niko nao karibu. Wakati huo ilipata nimemaliza kidato cha 4. Na kuna kazi nilikuwa nafanya nilijifunza hata kama ya miaka 2. Baadaye huyo Mungu akanipatia mahali pangu pa kuishi. Kwa sababu moyo wangu ulitoka kwa nuru. Nilipatikana na yule ambaye pia yana nuru. Tulianza kuishi kwa maisha ambayo ya ulimwengu wao wanaishi. Jambo moja bado nakumbuka hadi wa leo. Wakati wowote nikilala, nasikia sauti ikiniambia rejea kwa njia. Ebu wananiambia ebu rejea tu mahali popote ulipokuwa. Kwa wakati huo Mungu alilazimisha mtumishi wa Mungu Mama Caleb. Alikuwa anakuja na nihimiza ni kama yule hajaijua neno la Mungu. Alikuwa anakuja watu wakienda kwa mkutano. Kwa hiyo harakati alikuwa anakuja. Kuna siku moja tu nilikuwa tunagombana sana na Baba Greg. Nilikuwa naangalia simu na nachukia sana vitu nilikuwa nafanya kwa simu. Hiyo jambo ilisangaza Mama Caleb siku moja. Alipata kama sasa anataka kuchukua Greg anapiga nayo Baba Greg. Akaniambia ya kwamba akasema wewe ndio nimetumbua, wewe ndio uko na kichaa. Tena sasa hii kichwa yako hakuna mahali takupeleka. Ukishakuwa ukapatikana na yule mwenye hajaokoka na uko hivi utamsaidia aje? Jambo hiyo ndio lilitoa nianze kufuata mkutano nimfuate. Aliniambia wewe ni mtu uchawi, sirudi hapa tena kwako. Nilikuwa nafikiria Mama Caleb atarejea kwangu. Na kuna vile alikuwa ananisaidia pamoja na Greg mtoto wangu. Kuna uchungu niliona sana. Na hiyo siku nikaenda na Mama Caleb kwa mkutano ya Tuesday. Niliita huyo Yesu na mkutano ilipoisha. Nikapatikana niko chini ya meza. Baadaye hapo nikasikia moyo wangu umejivika na kutafuta Mungu. Sasa Mungu ananiongelesha kila wakati nikilala. Ananiambia inuka peke yako na uombe Mungu wako. Nilikuwa naamka hata saa 10. Naomba Mungu hadi saa 1. Nikiamka napata yote niko maji. Siku moja nasikia vile nitafuta neno la Mungu nikajivika nayo. Sasa vita iliongezeka ni kama mapepo yangu ilirudi kwa Baba Greg. Nilikuwa nabidi tunaenda tu na kazi na zijikaza. Maombi yangu ya kila siku naambiwa kunikilala. Moyo wangu ile nikasema nikitoka hapa nitaenda kuishi wapi?
Mwenye amekaa unafika na mvuta tunaanzana hapo. Nikasikia roho amenikataza. Haploti hapa hakuna kelele tena. Wewe tutoa waibe hapa kila wakati. Alikuwa anajua niko na mkutano. Akiwa kwa nyumba mchana. Anatoka pole pole hadi jioni. Nasikia tu saidi nyingine iko mzuri, sioni kama yeye ni mzito. Hata watumishi wa Mungu wanashuhudaji. Nilikuwa naomba kila wakati na naambiwa anakuja kwa kanisa amebeba Biblia. Anaambia roho haifanyi uongo. Kwa hiyo njia ya vita. Nikaona kwa Mungu kama niko katikati ya nuru. Siku moja. Kumbe vita kama karibu kuisha inaanza kama upya tena. Nikakuja nikaambia mama yangu. Nataka kukaa hapa na nyinyi na nikiwa mimi mwenye damu mtaona. Baadaye hata kama John nimemwacha hivyo. Hata yeye anasikia uchungu kwake inafaa ukolewe. Naishi ni kama mwenye maisha na mtoto wake. Naona uchungu kwangu hata kama najifanya vibaya. Kwa hiyo harakati. Maisha ni ngumu. Ilikuwa ni charana ambayo nilikuwa najua. Natoa natafuta pesa kidogo kidogo. Wote ambaye wenyewe wamejenga. Natafuta kazi huko nafagia ili nipate chakula cha jioni. Nilikuwa naweka hata kifungo la 10 sikuli. Ikifika Sunday nakuja na hiyo kitu hata kama ni kidogo. Niliona ushindi wa Mungu kama anaokolewa na baba Greg kama mwenye amejua neno la Mungu. Tena kwa nasema neema anasema sitarejea nyuma tena. Sasa alikuja kwa kanisa tunaomba Mungu pamoja naye. Naona hata wengine walikuwa nafikiria tuliunga pamoja kwa kanisa. Anaitwa hapa mchungaji hapa na pale. Baadaye hapo. Shetani ya boma ikatoka na ikaingia kwangu. Na alikuwa anasema nini shetani ya boma? Nasema hii vita ilifanya vizuri kuja kwangu. Kuna vile nilijenga ikaniingiza kwa neno la Mungu. Nilikuwa nadumu nikikuja kanisani kama naenda kazi kila wakati. Hata kama nilikuwa na mtoto wa wiki moja. Nakuja kanisani na nalilia tu Mungu. Jambo moja mama Blessing na mama Derrick walikuwa wananiambia. Wananiweka juu ya ghorofa juu. Naona bahari kubwa sioni mwisho wake. Wakanipatia Biblia na handkerchief. Anasema dumu kililia huyo Yesu. Nilidumu kweli. Sitaenda kwa mkutano watu wanione. Wakati wengine walikuwa wanajua tu ukienda kwa mkutano fulani mama fulani ameenda. Ilifanya kama nikaona utukufu wa Mungu. Nasema Mungu nisaidie shetani ya boma isinishike. Nasema inatutakana tofauti ya wapole na wasiokoka. Hiyo jambo ndio bado nafanya bidii zaidi. Nisiende nikae nyuma na neno la Mungu kwa njia. Kama kwa neno kuna maneno moja mbili. Mbona adui nitakupiga teke? Siku moja. Nilikuja kanisani na sikuomba. Niliuliza Mungu maneno kwa sababu gani hii na hiki. Nikilala hapa kidogo. Nasikia mtumishi wa Mungu ananiongelesha. Hakuna mtoto ndio sasa ameingia university sasa hivi. Hapa wa nyuma hajaingia hata mmoja. Anasikia sauti ya kuniambia. Unajua mtoto ambaye niliingiza university ndio wa shetani anatafuta. Ajalishi na wenye wako hapa chini. Nilipata video
Rugi Yesu.